Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Nahitaji kushare na wewe ujumbe unaosema kuishi kwa imani. Kusudi la Mungu kwa Mkristo, alikusudia Mkristo aishi kwa imani. Aishi kwa imani kwenye masomo yake, kwenye elimu yake, aishi kwa imani kwenye ndoa yake, aishi kwa imani kwenye biashara au kazi yoyote anayoifanya. Ndilo kusudi la Mungu alilokusudia kwa Mkristo, kuishi kwa imani. Kwa ujumla, maisha ya Mkristo kiujumla inampasa Mkristo aishi kwa imani, lakini imani hiyo iwe imemwelekea Kristo na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ukisoma katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 10 na mstari wa 38 hadi wa 39, anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwa wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani za kutuokoa roho zetu. Hivyo tunamwona Mungu anasema mwenye haki wake, mwenye haki ni mimi na wewe, wale ambao wamempokea Kristo wakamfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, walihesabika kuwa wenye haki. Kwa hiyo wewe ambaye unamwamini Kristo unaitwa mwenye haki. Mungu ndio anasema ya kwamba mwenye haki wake ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho ya Mungu haina furaha naye. Ni kwamba Mungu anatamani kumwona Mkristo akiishi kwa imani, maisha yake yote yawe yanaongozwa na imani, asipungukiwe na imani, kwa sababu anasema kiwa na roho ya kusitasita, roho ya hofu, ni kwamba haumpendezi Mungu. Na kama haumpendezi Mungu, ndio kuna baraka ambazo Mungu hatokufanyia kwa sababu wewe una roho ya kusitasita, mwana wa Mungu. Inakupaswa uishi kwa imani. Ukisoma katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 11 na mstari wake wa 6, neno la Mungu linasema, lakini pasipo imani haiwezekaniki kumpendeza Mungu. Kwa kuwa amwendeaye Mungu lazima amini ya kwamba yeye yupo na huwapa thawabu wote wamtafutao. Hivyo mwana wa Mungu, ni kusudi la Mungu mwenye haki wake aishi kwa imani, na usipokuwa na imani haumpendezi Mungu, haumfurahishi. Hivyo kuna mambo ambayo hautayapata. Kwa nini nasema hautayapata kama hautoishi kwa imani? Ni kwa sababu mtu mwenye imani ni mtu mwenye tumaini. Unapokuwa na matumaini, unapopita katika changamoto, unapopita katika shida, ukiwa nalo tumaini, unaamini ya kwamba Mungu niliye naye atanisaidia, ni kwamba unazidi kumuinua Mungu wako na kumtangaza Mungu wako kwamba anaweza mambo yote na hakuna jambo linalomshinda. Utafika katika bahari ya Shamu ukiwa na tumaini, hautanungunika, hautalia, kwa sababu unalo tumaini jipya. Unajua Mungu anaweza akatenganisha bahari na wewe ukapita katikati ya hiyo bahari, ukavuka, ukaenda ng'ambo, mahali ambapo ulikuwa umekusudiwa kwenda. Unapopitia changamoto iwe ya maradhi, ukiwa na imani, ni kwamba utaamini ya kwamba Mungu atakuponya na atakuweka huru na utakuwa salama, utakuwa na afya njema. Lakini mtu asiyekuwa na imani amekosa matumaini, na ukikosa matumaini mbele za Mungu wako, ni kwamba umemshusha Mungu wako, umemtangaza kwamba ni Mungu anayeshindwa, ni kwamba ni Mungu asiyeweza kukuokoa, ni Mungu ambaye hawezi kukusaidia. Hivyo mwana wa Mungu, inakupaswa uishi kwa imani, utembee kwa imani katika masomo. Unaposoma, soma ukiwa na imani ya kwamba ninasoma na baada ya masomo nitapata kazi, nitakuwa na kazi nzuri. Unapofanya kazi unakuwa na imani. Unapofanya biashara unaamini Mungu atawaleta wateja, atakuinua kiuchumi, atakuinua na biashara yako itafahamika kila sehemu. Ndiyo maana Mungu anakusudia mwenye haki wake aishi kwa imani, kwa sababu mtu mwenye imani analo tumaini. Lakini ninajua kuna watu wengi wanatamani kuwa na imani, ila kila wakijitahidi wao kuwa na imani wanashindwa. Wanakosa ni namna gani ambayo wao wawe na imani. Imani unaipataje? Biblia inatuambia katika kile kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa 17, anasema, lakini imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Njia ya kwanza ambayo inamfanya mtu awe na imani ni kulisoma neno la Mungu. Unapolisoma neno la Mungu, ukasoma mambo makubwa na ya ajabu na ya kutisha ambayo aliyafanya Kristo au aliyafanya Mungu, yanakupa matumaini, kukuonyesha ya kwamba Mungu aliye naye ni Mungu wa namna gani. Huenda unaweza ukawa unapitia na ugonjwa, umekutesa kwa muda mrefu, hata miaka 2. Kwako unauona mrefu, lakini kumbuka yuko mwanamke alitokwa na damu miaka 12. Unaposoma lile neno la Mungu linakupa matumaini ya kwamba kumbe bado Mungu niliye naye anaweza akafanya jambo hata kwa huu muda nilio nao. Unaweza ukawa unapitia ugonjwa, lakini ule ugonjwa ulionao, unapolisoma neno la Mungu ukamkuta Yesu alimfufua Lazaro, unapata matumaini tena ya kuendelea kumwamini Mungu na kwamba anaweza akafanya jambo na wewe ukapata afya. Kama alimfufua mtu aliyekufa, mimi ni nani ashindwe
kuniponya ugonjwa huu nilionao. Hivyo kulisoma neno la Mungu linakupa matumaini, linakupa nguvu, linakufanya uwe na imani, imani yako iongezeke, isipungue, na uendelee kusimama kiimani ili upaswe kumpendeza Mungu. Lakini njia ya pili ambayo inaweza ikakusaidia wewe kuongezeka kiimani au kuendelea kuwa na imani ni kuomba. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka sura ya 22 na mstari wake wa 32, anasema, lakini nimekuombea imani yako isipungue, utakapoimarika uwaimarishe na wengine. Anaposema nimekuombea, huyu ni Yesu anamwambia Petro, anamwambia shetani anataka kuwapepeta ninyi kama ngano, lakini nimekuombea. Ni kwamba aliomba imani ya Petro iendelee kusimama, isipungue, aendelee kuongezeka kiimani, na atakapoimarika awaimarishe watu wengine. Yesu kama aliomba kwa ajili ya imani ya Petro, hata wewe unaweza ukaomba kwa habari ya imani yako. Unamwambia Mungu, ninakuomba uniongezee imani. Ile imani iliyokuwa juu ya Elia ikawe juu yangu. Ile imani iliyokuwa juu ya Ibrahimu ikawe juu yangu. Ile imani iliyokuwa juu ya Elisha. Unaanza kumwomba Mungu akuongezee imani, uanze kupanda viwango na kwenda viwango vingine. Unapokuwa na imani ni kwamba utampendeza Mungu. Unaweza ukawa unayafanya mapenzi ya Mungu, unaenda vizuri katika njia za Mungu, unazifuata sheria za Mungu, lakini neno la Mungu linasema pasipo imani haiwezekaniki kumpendeza Mungu. Kwa hiyo ni kwamba unaweza ukawa umeyatimiza yote, lakini kama hauna imani, mpendwa, ni kwamba bado haujafurahisha moyo wa Mungu na hujampendeza Mungu. Inakupaswa wewe Mkristo uishi kwa imani katika njia zako. Mambo yako yote unayoyafanya uyafanye kwa imani, kwa sababu Mungu anafurahishwa na watu walio na imani, kwa sababu wanamtangaza yeye, wanamuinua ya kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Hata katika masomo haya nina matumaini na wewe utanisaidia. Katika ndoa hii ninaamini ya kwamba utanisaidia. Katika ujana huu ninaamini unalo tumaini na Kristo kwamba atakusaidia. Usipokuwa na imani ni kwamba haumpendezi Mungu. Inakupaswa uishi kwa imani ili uweze kumpendeza Mungu. Ninakutakia siku yenye mafanikio na baraka, na Mungu wa mbinguni akubariki sana.